Habari za wakati huu. Kwa majina naitwa Dr. Bikeli Makuza, daktari kutoka Polyclinic ya Baraka iliyopo Morogoro. Na leo tungependa kuongelea swala la shinikizo la damu au kwa kitaalamu tunaita hypertension. Kwa hiyo shinikizo la damu ni hali ambayo nguvu ya damu dhidi ya kuta za mishipa ya damu huwa inakuwa juu kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni ugonjwa sugu, ni ugonjwa ambao sio wa kuambukiza, na ni ugonjwa ambao unakuwa umeongoza kwa madhara duniani, kusababisha matatizo kama stroke ambayo kwa Kiswahili tunaita kiharusi, matatizo ya figo, lakini pia madhara kwenye sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo shinikizo la damu limekuwa tatizo kwa wazee kwa miaka ya awali, lakini kwa sasa limekuwa likiathiri pia vijana kwa rika kuanzia miaka 25 na kuendelea, na limekuwa tatizo ambalo limekuwa gumu sana kudili nalo kwa maisha ya sasa kutokana na mabadiliko katika tabia za maisha za watu tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa ufafanuzi, kutokana na Shirika la Afya Duniani, shinikizo la damu huwa tunafanya vipimo vya pressure ambavyo tunaangalia pressure ya juu na ya chini. Ya juu tukiita ni systolic blood pressure na ya chini tukiita diastolic blood pressure. Kwa hiyo kwenye systolic blood pressure ni pressure ambayo inakuwa recorded pale ambapo moyo unasukuma damu, na diastolic ni pressure ambayo kipindi moyo umepumzika. Kwa hiyo tunasema wakati gani mtu anakuwa na shinikizo la damu? Ni wakati ambapo pressure yake reading zinaanza kuwa juu ya 140 kwa 90, ambapo 140 kwenye pressure moyo ukiwa unasukuma na 90 kwenye pressure moyo ukiwa umepumzika. Kwa hiyo kwa kawaida shinikizo la kawaida huwa ni kuanzia 120 kwa 80 mpaka angalau 130 kwa 85, usizidi hapo. Kwa hiyo shinikizo la damu tunazo za aina nyingi, lakini aina kuu ni mbili, ambapo tuna shinikizo la damu primary ambao tunaita la msingi ambao ni primary hypertension, lakini tuna shinikizo la damu secondary ambao ni secondary hypertension. Kwenye shinikizo la damu la msingi, hii inakuwa ni hali ambapo mtu anakuwa na dalili au ana shinikizo la damu, lakini hakuna sababu inayoelezea ni namna gani amepata shinikizo hilo. Lakini kwenye shinikizo la damu la secondary ambao ni secondary hypertension, kunakuwa na sababu, tunasema underlying causes ambazo zinakuwa zinasababisha pressure kuwa kubwa, ambayo inawezekana ikawa ni magonjwa ya figo, ikawa ni hormone imbalance au mchafuko wote kwenye hormone zake, inaweza ikawa ni tatizo kwenye matumizi ya dawa, pia inaweza kusababisha shinikizo la damu. Kwa hiyo tukiachana na hayo, sehemu nyingine ambayo tunaweza tukaenda kuigusia kuhusiana na shinikizo la damu ni sababishi gani ambao vinasababisha watu kupata shinikizo la damu, au ni watu gani ambao wanakuwa kwenye hatari ya kupata shinikizo la damu. Kwa sababu ya kwanza waga ni historia ya familia. Kwa hiyo familia ambazo baba au mama alikuwa na shinikizo la damu, kuna uwezekano mkubwa watoto pia wakarithi tatizo la shinikizo la damu, kwa sababu pia linapita kwenye familia. Lakini kundi la pili ni watu wenye umri mkubwa, kama nilivyosema awali kwamba shinikizo la damu imekuwa ni ugonjwa ambao ukitesa watu wa rika kubwa. Kwa hiyo wazee sana kutokana na umri wao, mwili unashindwa kufanya autoregulation ya blood pressure, kwa hiyo wanakuja kuangukia kwenye shinikizo la damu. Lakini jinsia, kwenye swala la jinsia, wanawake walionekana pia kuwa wapo kwenye riski kubwa ya kupata shinikizo la damu kulinganisha wanaume. Lakini sababu zingine ambazo hizi sasa ni zile ambazo unaweza ukazibadilisha, tunasema modifiable risk factor. Kuna unene uliopitiliza kwa watu ambao wanakuwa na miili mkubwa, wanakuwa kwenye hatari ya kupata shinikizo la damu. Ulaji mwingi wa chumvi, kutofanya mazoezi, uvutaji sigara, unywaji pombe kupitiliza, lakini pia msongo wa mawazo. Hivi vyote vinaweza vikaleta athari au zikaleta hatarishi ya kupata shinikizo la damu. Kwa hiyo tutazungumzia hapa pathophysiolojia ya shinikizo la damu. Kwa hiyo dhana kuu ya shinikizo la damu tunasema blood pressure ni sawasawa na cardiac output kuzidisha peripheral vascular resistance. Kwa hiyo cardiac output ni ile pressure ambayo moyo hutengeneza, lakini peripheral vascular resistance unaangalia mishipa ya pembeni, namna inavyo react au namna inavyo respond katika ile pressure. Kwa hiyo kwa shinikizo la damu mara nyingi inatokea ni kwamba damu inayotoka kwenye moyo, shinikizo inakuwa ipo juu, lakini pia ile mishipa ya pembeni inakuwa inagoma kutanuka. Kwa hiyo mwisho wa siku
inatengeneza resistance, maana yake inatengeneza pressure na pressure inakuwa ipo juu. Lakini kuna mifumo mingine ambayo inahusika. Kwa mfano tuna mfumo wa kwenye figo ambao ni renin-angiotensin-aldosterone system, ambayo figo yenyewe huwa inatoa renin, lakini renin pia hubadilishwa kuwa angiotensin 1 na kuna itaenda kwenye mapafu, kuna angiotensin converting enzyme ambayo itaibadilisha kuitengeneza kuwa angiotensin 2. Sasa hii angiotensin 2 yenyewe inahusika na mishipa ya kwenye figo ambayo inaweza ikasababisha vasoconstriction, kwa hiyo inarudi pale pale kuongeza peripheral vascular resistance, lakini pia kuchochea utoaji wa aldosterone ambao aldosterone tena yenyewe huhifadhi sodium na maji. Kama tulivyosema kwamba chumvi nyingi huwa inaweza kusababisha madhara ya kusababisha shinikizo la damu. Kwa hiyo aldosterone yenyewe itakuwa inarudisha chumvi pamoja na maji mwilini. Kwa hiyo mwisho wa siku pia itaongeza tunasema wingi wa damu, na ultimately itasababisha ongezeko la cardiac output kama tulivyoona awali kwa sababu ya shinikizo la damu. Lakini mfumo mwingine ni mfumo wa sympathetic nervous system ambao ndio tuliongelea, ni kwamba neva kwa ujumla. Kwa hiyo yenyewe huongeza mapigo ya moyo, lakini pia husababisha vasoconstriction ambayo ndio ile tunayozungumzia, ni kwamba mishipa ya pembeni inakuwa imesinya au imeconstrict. Kwa hiyo peripheral vascular resistance inakuwa juu, mwisho wa siku cardiac output ni kubwa, tukizidisha tunarudi pale pale kwenye shinikizo la damu kama nilivyoelezea awali. Lakini sympathetic nervous system yenyewe kama tulivyoongelea kwenye dalili au kwenye visababishi vya pressure, mara nyingi sympathetic nervous system huwa inakuwa triggered na vitu kama stress, unene, watu wanene, obesity, lakini pia genetics au tukisema ni vinasaba vyenyewe kama tulivyoongelea kwamba watu kwenye familia wakiwa na historia ya pressure, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa na watoto watapata pressure. Kwa hiyo yote inakuja kuingia kwenye sympathetic nervous system kama kisababishi cha shinikizo la damu. Ila kitu kingine kikubwa pia tuna kitu kinaitwa endothelial dysfunction, au tunasema kwamba ni matatizo yanayotokea kwenye ile kuta za mishipa ya damu. Kwa hiyo kwenye endothelial dysfunction tunasema tuna vitu vinavyoviita kemikali zinazokuwa zinatolewa na cells za kwenye mishipa ya damu ambao tuna nitric oxide pamoja na endothelin. Nitric oxide mara nyingi wanasababisha vasodilatation au wanasababisha kutanuka kwa mishipa. Na endothelin mwenyewe waga anasababisha vasoconstriction. Kwa hiyo balance kati ya nitric oxide na endothelin husababisha autoregulation ya blood pressure. Kwamba pressure ikiwa kubwa nitric oxide anasababisha mishipa kutanuka, na pressure ikiwa ndogo endothelin anasababisha mishipa kusinyaa. Sasa katika watu wenye pressure kubwa mara nyingi nitric oxide huwa kwa uchache na endothelin huwa kwa wingi, na hivyo kusababisha mishipa kusinyaa na kutengeneza peripheral vascular resistance. Sehemu nyingine ni figo ambayo tuchaizungumzia kuhusiana na ile renin-angiotensin na aldosterone system kama nilivyoelezea hapo awali. Kwa hiyo matokeo yake mwisho wa siku ni cardiac output inakuwa kubwa na peripheral vascular resistance inakuwa kubwa, kwa hiyo tunapata shinikizo la damu. Kwa hiyo ndo namna shinikizo la damu huwa linatokea. Madhara yanayotokana na shinikizo la damu au tunasema complications ambazo zinakuja baada ya mtu kuwa anaishi na shinikizo la damu. Kwa hiyo madhara ya kwanza huwa yanaanza kwenye mfumo mzima wa mzunguko wa damu ambao yataanza kuonekana kwenye moyo. Kwa hiyo kwenye moyo, changamoto ya kwanza huwa ni moyo kufeli. Kwa hiyo kwa wagonjwa wengi ambao unakuta wameishi na shinikizo la damu kwa muda mrefu bila kutumia dawa, huwa wanakuja na dalili za moyo kufeli. Kwa hiyo dalili hizo huwa ni mapigo ya moyo kwenda mbio, kuvimba miguu, wengine wanakuwa wanavimba mwili mzima. Kwa hiyo dalili zote zinaashiria moyo umeanza kufeli. Kupumua kwa shida, sana sana pale ambapo analala flat, anahitaji mito 2 au 3 kulala ndio anakuwa anapumua vizuri. Kushtuka usiku kama pumzi inakata, lakini pia kwa wengine huwa wakifanya shughuli ndogo wanakuwa wanachoka sana. Kwa hiyo kunakuwa na kutokwa na jasho, kuchoka sana kupita kiasi. Tatizo lingine kwenye moyo tunasema kuna kitu kinaitwa left ventricular hypertrophy. Kwa hiyo moyo unakuwa unatanuka kwa sababu moyo unakuwa unasukuma damu kwa nguvu kutokana na ile resistance au kule kusinyaa kwa mishipa ya pembeni. Kwa hiyo kunakuwa na resistance kubwa ya damu flow. Kwa hiyo mwisho wa siku moyo na yenyewe utakuwa unatumia nguvu nyingi. Mwisho wa siku ni kama adaptation ambapo inatokea ni kwamba moyo na yenyewe misuli inakuwa mikubwa ili kusukuma damu vizuri. Kwa hiyo haya ni
changamoto zinazotokea kwenye moyo, lakini changamoto zingine zitakuja kutokea kwenye ubongo. Kitu kama stroke au kiharusi inaweza ikatokea, ambao mara nyingi kwa watu wenye shinikizo la damu huwa inatokea ni hemorrhagic stroke, ambapo mishipa ya kwenye ubongo huwa inapasuka na damu inavia kwenye ubongo na kusababisha kiharusi. Tatizo lingine ambalo linatokea kwenye figo, ambapo wagonjwa wengi wanakuwa na feli figo zao wanaoishi na shinikizo la damu, na hiyo inakuja kutokana na kwamba figo zinakuwa zinafanyisha kazi kubwa sana. Kama nilivyoongea kwamba kwenye shinikizo la damu mara nyingi kunakuwa na activation ya renin-angiotensin system. Ukiwa na activation hiyo, maanake figo itafanya kazi kupita kiasi na mwisho wa siku itakuwa inapoteza utendaji ufanisi au utendaji kazi kadri muda unavyozidi kwenda, na mwisho wa siku figo zinaweza zikafeli. Sehemu ya mwisho tutazungumzia matibabu au management ya wagonjwa wanaokuwa na shinikizo la damu. Tunaweza tukazungumzia aina mbili ya matibabu. Kwa hiyo kuna matibabu ya awali ambayo ni mabadiliko ya mtindo wa maisha, lakini pia kuna dawa. Kwa hiyo kwa wagonjwa ambao ni wapya, wagonjwa kama tulivyoongelea, kuna stage 1, stage 2, na wale wagonjwa ambao wanakuwa na pressure ambao inaonekana imeinuka tu lakini bado hawajaingia kwenye criteria ya kuwa na hypertension, huwa wanaanza na mabadiliko ya mitindo ya maisha. Kwa kwenye mitindo ya maisha mara nyingi kupunguza ulaji wa chumvi angalau wale gramu 5 kwa siku, kupunguza uzito, mazoezi angalau dakika 30 kwa siku, ambao na yenyewe nauli pale pale kupunguza uzito, kupunguza tabia ambazo ni hatarishi kama kuvuta sigara na kunywa pombe ambazo zinaonekana zinasababisha shinikizo la damu. Kwa hiyo ndo sehemu ya mabadiliko ya mitindo ya maisha. Lakini kipengele kinachofuata cha matibabu mara nyingi huwa ni dawa, na makundi makuu ya dawa ya pressure huwa tuna diuretics ambazo zenyewe zinasaidia kupunguza maji mwilini, maana yake na mwisho wa siku kupunguza cardiac output kama tulivyoongelea, ambacho ni kisababishi cha pressure. Lakini tuna dawa ambazo zenyewe zinaitwa AC inhibitors, ambazo hizi zenyewe zinaenda tuliongelea kuna activation ya renin-angiotensin aldosterone system. Kwa hiyo yenyewe inaenda kuzuia activation ya ile system ambayo ipo kwenye figo na kusababisha figo iweze kuruhusu chumvi na maji yatoke mwilini ili kupunguza wingi wa damu. Lakini pia tuna calcium channel blockers kama amlodipine, na tuna beta blockers kinatenol. Wao wote wanahusika na peripheral vascular resistance, ambao wataenda kusaidia mishipa itanuke ili pressure ya damu ikae sawa. Kwa hiyo dawa zipo za makundi mengi ambazo hutumika, na kwa wagonjwa wa pressure, kwa sababu pressure huwa ni ugonjwa sugu, mara nyingi ambapo tunaanza kutumia dawa, maana yake ataendelea kutumia dawa na anatakiwa aendelee kutumia dawa kila siku kwa ajili ya tatizo lake la pressure. Ukiachana na dawa, kuna vitu ambavyo pia tungependa kuvigusia. Kuna kitu kinaitwa hypertensive emergency. Kwa hiyo maana yake hii ni emergency ambayo inatokea kwa wagonjwa ambao wanakuwa na hypertension au shinikizo la damu, ambao wanakuja hospitali labda na pressure inakuwa kubwa kupita kiasi. Wengi wanafika 180 kwenye kisomo cha juu, wa chini ya 120. Lakini hiyo inaambatana na kufeli kwa baadhi ya viungo mwilini. Kwa hiyo inawezekana dalili zikawa ni kichwa kuuma kikali, kupoteza fahamu au maumivu ya kifua. Kwa hiyo mara nyingi huwa lazimishwa wagonjwa kulazwa hospitali na kupewa dawa za mishipa kwa ajili ya kushusha pressure ya damu ili kurudi katika hali ya kawaida. Na kipengele cha mwisho tutaenda kuongelea kinga ya shinikizo la damu, ambalo hapa tutaongelea sasa kwa watu ambao labda wamezaliwa kwenye familia ambayo tayari wana historia ya shinikizo la damu au wana mwili mkubwa tayari, kwa mtu ambaye yupo kwenye hatari za kupata shinikizo la damu, au mtu ambaye ashaanza kutumia sigara kwa muda mrefu au pombe kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni watu ambao wanakuwa kama kwenye hatari ya kupata shinikizo la damu. Wanajikinga vipi? Kwa hiyo namna ya kujikinga huwa ni lishe bora, kama tulivyoongelea kwenye kubadilisha tabia ya maisha, kupunguza uzito, kuacha pombe na kutovuta sigara. Kwa hiyo huo ndo mwisho wa topic yetu ya leo kuhusiana na shinikizo la damu. Kwa hiyo mwishoni kabisa ningependa kuwakaribisha wote katika hapa Baraka Polyclinic kwa huduma ya matibabu. Kama tulivyozungumza wale kuhusiana na shinikizo la damu, huwa tunafanya vipimo vya mara kwa mara vya pressure, na vipimo kwa ajili ya moyo, na vipimo kwa ajili ya figo, na tuna dawa zote na tuna wataalamu wote ambao wanaweza kusaidia kwa mtu yote ambaye atakuwa anaona ana dalili au anaelekea
kupata shinikizo la damu. Lakini sio shinikizo la damu peke yake, huduma zetu zipo siku zote za wiki, masaa 24. Kwa tungependa kuwakaribisha sana katika kituo chetu kwa ajili ya huduma za matibabu. Asanteni.